Bwana, leo nataka nizungumzie changamoto ya dampness kwenye nyumba ambazo zimejengwa katika maeneo ambayo water table iko karibu au iko juu. Changamoto hii inasababisha effect yake moja kubwa ambao watu wanaona au wanasemaga ni kupandisha magadi au kwa kitaalamu kinaitwa efflorescence. Na nyumba kubanduka, plaster, nyumba kuoza, kupata ukungu na rangi kubanduka, na muda mwingine nyumba kuwa weak, structural member kuwa weak na kupoteza thamani na kushusha thamani ya nyumba. Sasa leo nataka nizungumzie changamoto hii kwa upana zaidi. Nitakuwa natoa content moja ambazo zinazungumzia namna sahihi ya kudili na hichi kitu, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakidili na matokeo zaidi ya jambo hili, matokeo ambayo yanasababishwa na hii dampness au ambayo ni fungus na kubanduka kwa rangi. Kufanyaje? Watu wanarepea, sijui wengine wanabandua ukuta kama unavyoona huyu hapa hivi amebandua plaster yake nzima, lakini the problem is not the plaster. Shida haiko kwenye plaster. Sasa ili uweze kujua kwamba shida iko wapi na ili uweze kusimamia hili jambo utakapokuwa na fundi wako anajenga nyumba yako, please to follow account yetu uweze kuwa updated. Like page yetu ya Facebook, follow account yetu ya Facebook na Instagram ya Natamba Bricks, ili uweze kuwa updated, na share kwa mtu yoyote ambaye anapata changamoto hii ili aweze kupata shule hii ya namna ya kudili na hii changamoto, hasa wale ambao wanakwenda kuanza kujenga nyumba zao, wanakwenda kuanza wamejibana, wajidunduliza, wanakwenda kuanza kujenga nyumba zao. Nyumba ni swala la investment ya muda mrefu. Kwa hiyo unatakiwa ujenge muda mrefu, nyumba ikae bila kuanza tena kuendelea kula pesa zako, na iwe naendelea kuwa na thamani na iendelee kudumu. Lifespan ya nyumba inatakiwa isiwe chini ya miaka 60. Chini ya miaka 60 nyumba hiyo itaitwa nyumba bora. Hasa follow page yetu Natamba Bricks ili tuendelee kukupa elimu ya construction na precaution mbalimbali ambazo wewe kama client unaweza ukaviapply vikapunguza gharama, vikapunguza uwezekano wa kupata changamoto hii.